Alan, mpenzi mtazamaji, leo nakuletea session inaitwa Music Talk, mazungumzo ya kimuziki, na leo nitaongelea sampling katika muziki. Leo nitazungumzia nyimbo tatu. Nitazungumzia wimbo unaitwa Rudi, nitazungumzia wimbo unaitwa Half Praise, na nitazungumzia pia wimbo unaitwa Live for Life ambao ilikuwa ni soundtrack ya filamu ya mwaka 1976. Leo nikianza kumzungumzia wimbo wa Rudi. Wimbo wa Rudi uliimbwa na mwanamuziki anaitwa Rogers Lucas. Rogers Lucas alikuwa ni mwanamuziki, bado ni mwanamuziki ambaye alikuwa ni mpiga gita na mwimbaji. Alikuwa anapiga gita na kuimba kwa wakati mmoja, ambaye alishiriki kwenye mashindano ya kusaka vipaji vya uimbaji yajulikanayo kama BSS Bongo Star Search, ambayo yaliasisiwa 2007 mpaka sasa hivi bado yanaendelea. Na huyu alishiriki katika awamu ya pili ya hayo mashindano, ambayo hayo mashindano alishinda dada anaitwa Misoji Nkwabi. Misoji Nkwabi ni mtoto wa kumzaa wa mzee Kikala, ambaye sasa hivi anafanya filamu ya Kombolela. Yule mzee ni baba mzazi wa huyo mwimbaji ambaye alishinda BSS ya mwaka 2008. Lakini tukirudi kumzungumzia Rogers Lucas, ni mwanamuziki ambaye alikuwa anafanya muziki yake katika hoteli mbalimbali za kifahari jijini Dar es Salaam, na pia alishawahi kwenda nje ya nchi. Niliona kwamba alishawahi kwenda Ujerumani na alishawahi kwenda Afrika Kusini jijini Johannesburg, na niliona walikutana na Yvonne Chaka Chaka katika sehemu hiyo ya Johannesburg. Kwa hiyo na huu wimbo wa Rudi aliufanyia producer alikuwa ni Aaron Mapigo. Sikumbuki alikuwa kwenye studio gani, lakini nakumbuka Aaron Mapigo alipitia pia hata Metro Studio. Bila shaka alipitia hiyo studio. Lakini vile vile nikirudi kumzungumzia Music Soul Child, ambaye jina lake la kuzaliwa anaitwa Talib Hassan Johnson. Alizaliwa Philadelphia, state inaitwa Pennsylvania. Alizaliwa Septemba 16 mwaka 1977. Kwa ana miaka takriban 48 hivi sasa. Huu wimbo aliutoa rasmi mwaka 2002, ilikuwa ni Januari 29 ndipo wimbo ulitoka, lakini ulikuwa umerekodiwa 2001 na kwenye lebo yake ilikuwa inaitwa Def Soul. Ilikuwa inaitwa Def Soul, hiyo lebo yake ambayo alikuwa akihudumu wakati huo. Lakini pia waandishi wa wimbo walikuwa ni waandishi wanne. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Kelvin, alikuwa anaitwa Kelvin Hagnis, afu alikuwa kuna Ivan Barrias, afu alikuwa kuna mtu anaitwa Francis Loy, afu naye pia huyo Music Soul Child mwenyewe alishiriki. Lakini huyo Francis Loy ndiye muasisi kabisa, mwandishi kabisa wa huo wimbo, wa huo mdundo, kwa sababu yeye alitoa filamu ya mwaka 1976 hiyo itwao Live for Life. Ndio kwa mara ya kwanza kabisa huo wimbo ulitoka, na mwimbaji alikuwa akiitwa Jack Jonas. Huo wimbo ulikuwa unaitwa Live for Life. Lakini huu wimbo ambao aliotoa huyu Music Soul Child, Music Soul Child, ulishika nafasi ya 16 kwenye chati za Billboard Hot 100. Kwa sio wimbo wa kitoto, uliweza kushika nafasi ya 16 na ulidumu hapo kwa majuma kadhaa. Kwa unaweza kuona kwamba ni wimbo ulikuwa mkubwa na ni kweli ulishika. Ukisikiza hapa, kikubwa nilichokuwa nataka kuzungumza kwamba ni zile chords za ule wimbo wa kwanza uliotoka mwaka 1976 na huu uliotoka 2002 na huu uliotoka 2008. Ukisikiza zile chords zinafanana, hata mapito ya uimbaji
yote yanafanana, na nitakuwekea hapo mbele uweze kuona namna gani vitu vinashabihiana. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kuzungumza kwamba muziki ni kitu ambacho kinadumu kizazi na kizazi. Unaweza kuona kwamba ule wimbo ulikuwa ni wa baby boomers, watu waliozaliwa miaka ya 60, lakini ukaja kwa millennials mpaka sasa hivi umefika kwenye Gen Z, au sio? Mpaka hii kizazi cha kingine hiki kinaitwa kizazi alpha. Kizazi alpha, maana baada ya Gen Z kuna kizazi alpha. Wengi wanajua tu kuna Gen Z, lakini kuna kizazi kingine kinaitwa kizazi alpha. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja kwa story mbalimbali worldwide. Tutapiga stories za music mbalimbali, au sio? Be there. Rogers Mapigo. Oh yeah. Nikitafakari sione sababu ya wewe ikuwa mbali nami, nikiwaza nahisi kama umenionea, kwa sababu ni siku pekee ya mimi na wewe.